Maombi. Kuna watu mliomba Mungu, mnahitaji vitu fulani na fulani. Kisha baada ya kuomba Mungu akakuangalia position ambayo uko, akileta hicho kitu, kitaleta matatizo bali si furaha. Kitu cha kwanza, akaanza kuleta mafunzo ya kufanya nini? Ya kukusaidia ili hicho kitu kikija, kiweze kuleta amani na pia uweze kuridhika nacho. Na wakati Mungu analeta mafunzo hayo huwa yana kutoa in your comfort zone. Most of the time unapata mtu ameomba mume, kazi, gari, sijui watoto. Then baadaye Mungu analeta nini? Experiences fulani. Maybe mji ambao ulikuwa unakaa hakuna connection ya kupata hicho kitu. Unapata umeombewa, mambo yamekwama, nyumba imeshinda kulipa ama vitu haviendi, unapata uhame hapo mahali uende mji mwingine. Ama unaregea nyumbani. Unaporegea nyumbani ndio unaanza kupata connection ya hizo vitu ambavyo unahitaji. So most of the time what tuna complain during the stages ya kuweza kupata breakthrough. Hapo ndio unapata comfort zone yetu inatolewa to the comfort zone ambazo tunaelekezwa, ambazo tunahitaji zile vitu zikije in comfort. Mungu akianza kuleta kitu, haleti kitu ambacho kitatatiza your spiritual realm life and your physical realm life. Mungu anahakikisha anawezesha hicho kitu kikija, you have evolved in the physical and also in the spiritual. Yani iwe balanced. Lakini deities ama entities zikileta vitu, huwa vinaleta vitu in the physical. Yani zinaleta vitu ambavyo vitalin only in the physical, not in the spiritual. Hicho kitu kinakuja lakini kinatatiza the spiritual realm. Umepata gari lakini gari inaleta ajali, inaleta matatizo, inakuwa issue baada ya issue. Mungu akija kukupa gari, anahakikisha hicho gari unapata, na si itakuwa tu gari moja basi izaane. Katika familia yako kuwe na watu wanaendesha gari. Mungu akileta mtoto, kama wewe ni mtu unaomba mtoto kwa muda mrefu, anahakikisha anakutrain how to become a mom first. Na anakutrain kwa kuleta watoto, anakuletea watoto wa wenzako. Mungu akitaka wewe uwe kitu chochote kile ama kitu ambacho wewe unahitaji, anahakikisha anakutrain to become whatever you are. Hiyo kitu itakuja iweze ku feel peace with you, not to feel matatizo kwako. Watu wengi wakati during hiyo stage ya kuweza kupata breakthrough, huwa unapata watu kinai hicho kitu ambacho alikuwa anakitamani. God anahakikisha kuwa kile ambacho unahitaji unakivuta, si unakifata. Entities huwa zinahakikisha unafuata hicho kitu, si unakivuta. Na the moment unafuata hicho kitu, unatatiza wenzako na unajitatiza wewe mwenyewe. But the moment unavuta hicho kitu, kinakuja according to how you fixed yourself. Kama vile mwanadada wewe unapata amejitengeneza, amejiweka sawa. So mwanaume anavutiwa na yeye. Si yeye anafuata mwanaume. No. We do not chase, we attract. Na before uanze kuvutia vitu, lazima ujiweke in a way that you can be able, ujicorrect to be able to pull that thing to you. So wakati wa mafundisho unapata mtu ameombewa ama mtu ameelekezwa fanya hivi na hivi, alafu anapata masaibu, yani matatizo. Because for you to have a car, lazima uwe na pesa ya kuweza kufuel it, maintain it, uweze kuwa na mahali ambapo unaweza weka parking, uweze pia kupata fedha ya kufanya nini, ya kununua hiyo gari. So Mungu anakuconnect na watu ama kazi ambayo inaweza kukusaidia kupata fedha ya kupokea hiyo gari. Unapata kama ni mume, unahitaji mume, Mungu anakuweka in a position that you can be a friend to this person, because for you kupata mume lazima kuwe na urafiki. Lazima kuanza na misingi ya urafiki. That's why kuna uchumba, kuchumbiana. Haleti tu mume vile unataka, nataka mume wa hii. Analeta mume ambaye mtakaa naye katika maisha. Yaani mume ambaye atakuja kusaidia kuevolve in the spiritual and the physical. Si mume tu ambaye atakuja kukutatiza in the spiritual na in the physical uko sawa. God brings something that is permanent, not temporary. Lakini entities and deities huwa zinaleta vitu ambavyo viko temporary bali si permanent. Jaribu ujichunguze sana wakati unaomba Mungu nataka kitu fulani. After that, chunguza. Ambia Mungu, ninahitaji unieleweshe wakati wa breakthrough yangu. Nijue katika hii safari napitishiwa katika mioto aina gani, ili nisipate kulaumu wakati wa uumbaji wako kwangu, bali nipate kushukuru wakati unapoumba vitu vinavyonifaa kuja kwangu. Basi utapokea zile vitu katika amani.